kuvistopisha vitu, usisikilize vitu vibaya, matukio mabaya, taarifa hasi, picha hasi zinazoharibu yule mtu asili. Lakini sasa endelea kumlisha vitu ambavyo ni asili yake. Utasikia ni nusu saa tuseme. Utashangaa ghafla unafunka. Inafika hatua unaongea kitu na kinakuwa. Kuna mtumishi wa Mungu anaitwa Benson Idahosa. Benson Idahosa aliona andiko kwenye Biblia. Akaenda akamfufua mtoto wa miaka 3. Siku moja akataka kwenda kurekodi kipindi kwenye channel ya taifa ya Nigeria. Kufika, muendesha vipindi, manager yule wa vipindi akamwambia fanya siku fulani, leo kuna kitu fulani. Akatamka tu you are fired. Akamwambia unasemaje wewe? Tutaona sasa kama utakuja kurekodi. Akamwambia I'm talking to you, you are fired. Kwa sababu umekataa hichi kitu kisitundike. Yaani hichi kipindi kisifanyike hapa. Muda ule kesho yule dada akafukuzwa kazi. Akawa chizi. Kwa nini? Ndio nilikuwa naichi nawaambia hapa mwanzo, nikaambia unakuta mtu ameokoka, ila bado kuokoka ni neema ya Kristo. Sawa. Unakuwa unapata vitu pasipo kustahili. Umeelewa? Lakini upo kwenye neema ya Kristo, unatembea kwenye agano la Torati ya Musa. Kwa changamoto inakuja, vita kiroho ikija kiamka, haupo kwenye neema. Upo kwenye nini? Kwenye Torati. Kilichomfanya Yesu asulubiwe, kilichomfanya Paulo akamatwe mara nyingi na kuteswa sana, ni kwa sababu Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Neema imekuja kwa mkono wa Kristo na inaendeshwa kwa imani ya Kristo. Kwa ili uipate neema inabidi uwe na imani kwa nani? Kwa Kristo. Na ili iende hiyo imani ifanye kazi, inatakiwa imani iingizwe kwenye matendo, na matendo yetu tunaingiza kwa nini? Kwa kuomba, kwa kutamka. Kwa alipokuwa anatamka vitu Idahosa kwamba maana yake alikuwa yuko kwenye nini? Kwenye neema. Na hakuna kitu chenye nguvu kwenye Ukristo kama imani ya kutamka. Nawaambeni ukweli. Yale kutamka kikatokea kitu. Kuna muda sio mpaka naonyeshwa na tamka na inakuwa. Siku moja tunaje kuonyesha testimony. Siku moja tulikuwa tunaomba pale kanisani ABC. Tumeomba. Nikaona wale mama hawaingilii mlango wa huko madhabahu. Wanaingilia mlango wa mbele. Nikaenda pale. Nikapiga mstari. Nikachukua mchanga, kafagia ule mchanga wenye nikautengeneza mstari. Alafu nikatoa mguu kwenye kiatu. Alafu nikafuta hiyo. Ninafuta kila mchawi anayeingia na nguvu za giza. Tokea nilipotamka hilo vitu, tuliwakamata kwa polisi. Ingawa kwenye macho ya damu na nyama hauwaoni hivyo vitu. Kwa ifike hatua unatembea kwenye neema, alafu umnyenyekee Kristo akupeleke kwenye vitu vya Mungu kwa urahisi. Yaani hutaki kustruggle. Umekaa unawaza maisha magumu. Yaani hakuna maisha magumu. Nimemuuliza mtumishi wa Mungu, akamwambia una mtoto? Asema yeye na mtoto mdogo. Nikamwambia huyo mtoto anafunga siku ngapi kupata mahitaji yake? Akaniambia muda mwingine nampa hata kama hajaomba. Nampa kwa sababu ni wakati wa